Katika mwendelezo wa wiki ya orientation Chuo Kikuu cha Zanzibar ZU, baadhi ya wanafunzi wapya wameeleza kufurahishwa na mapokezi mazuri walioyapata kutoka kwa uongozi wa chuo. Wamesema uongozi umewakaribisha kwa umahiri mkubwa na kuwapa maneno ya kuwajenga kisaikolojia, hatua ambayo imewapa ujasiri na utayari wa kukabiliana na safari yao ya kitaaluma. Kwa majina naitwa Abbas Mohamed Juma, ni mwanafunzi wa first year hapa chuoni Zanzibar University. Mimi hapa ni mwanafunzi wa kozi inaitwa BIT, Science in Business and Information Technology. Hii wiki ya orientation mazingira yake tuliyokuta hapa ni mazuri, na tunashukuru kwamba uongozi wa hapa chuoni Zanzibar University umetupokea vizuri na tukaonyesha mazingira tofauti ambayo tumeyafurahia na tumeyapenda kwa kweli. Tunashukuru sana uongozi wa Zanzibar University kwa ukarimu huu waliotutendea. Aidha, wanafunzi hao wamefafanua kuwa wamepatiwa mafunzo maalum yanayohusu namna ya kukaa vizuri na walimu wao pamoja na jinsi ya kujenga mahusiano bora na wenzi wao na jamii ya chuo kwa ujumla. Uongozi wa ZU umeendelea kusisitiza kuwa lengo la orientation ni kuandaa wanafunzi wanaoanza safari ya elimu ya juu ili kuwajenga msingi imara ya nidhamu, maadili na mafanikio. Kwa majina naitwa Ghania Juma Sifiani, nasoma kozi ya Business Information Technology hapa chuoni kwetu Zanzibar University. Hapa mimi nimekuja na nimeshukuru, nimepokelewa kwa mapokezi mazuri, mazingira yalikuwa mazuri, kila kitu kwa vizuri. Yote yale tumeelekezwa namna nzuri ya kujisomea, jinsi ya kukaa vizuri na walimu wetu, kujifunza vitu mbalimbali bila kumwogopa mtu yoyote na kuwa huru kwa kila kitu. Mr. Said Suleiman, mratibu wa dawati la jinsia katika Chuo Kikuu cha Zanzibar ZU Gender Desk, amewasihi wanafunzi wote kuwa mstari wa mbele kuripoti kwa taasisi husika mara tu vitendo vya ukatili au udhalilishaji wa kijinsia vinapotokea ili hatua za kisheria zichukuliwe haraka. Ofisini kwangu ninayo barua iliyotoka kwenye ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa nini itoke hiyo amri? Ni kwa sababu kulifanyika utafiti Tanzania bara kuangalia ukatili na udhalilishaji wa kijinsia wa skuli za msingi na za sekondari. Ikaonekana udhalilishaji mkubwa, lakini pia kukaonekana viashiria vyuo vya kati na vyuo vikuu kwamba jambo hili pia lipo. Tokea changamoto yoyote ukaiona related na masuala ya jinsia, please kawaone, walete taarifa, au utakuja kuniona mimi moja kwa moja. Nitatoa nambari yangu ya simu, ni vyema kila mtu kuwa nayo, na inafanya kazi 24/7, haizimwi. Ambao watakuwa wanakaa kwenye hostel za ndani watamjua Madam Fathia. Ukipata changamoto yoyote related to jinsia, basi tafadhali nenda kwa Madam Fathia, utamuona na atakusaidia, ataleta taarifa, tutaifanyia kazi, au direct unaweza ukaja kwangu. Vyuo vya kati ni kama colleges mbalimbali na institutes, na vya juu ni hizi universities. Kwa hiyo katolewa amri kwa maana huku juu nako, hata kama walioko wote ni watu wazima, ni above 17, lakini ipo aina, zipo mechanism inaweza ikapelekea wao ama kufanyiwa ukatili wa kijinsia au kudhalilishwa. Tarehe 19 mwezi wa 12 2022 dawati letu hapa likazinduliwa na waziri wa jinsia wakati ule, Mheshimiwa Riziki Pembe, ambaye sasa ni waziri wa habari. Dawati letu lina serve ZU community. When we talk about ZU community, include all staffs, academic staff and administration staff. Mpaka mnaona wanasafisha, wanashughulikia garden, wale walinzi wote wanakuwa served na gender desk. Pia desk lina serve wanafunzi wote kuanzia certificate mpaka master's degree. Akiendelea kuzungumza na wanafunzi hao, Mr. Saidi amesisitiza umuhimu wa kusoma kwa kuelewa kuliko kujikita katika kusoma notes pekee. Amesema njia hiyo itawasaidia kujenga msingi imara wa kitaaluma na kuongeza uelewa wa kina katika masomo yao.
tunasoma zaidi kwa kupata uelewa kuliko kusoma notes. Kwa hiyo jambo la kwanza, wasia wangu, don't rely on notes. Usije ukadhani projector inaangusha maandishi kwenye ukuta au mwalimu ametoa handout ukasema unaanguka kwenye handout. Pengine kuna 40% tu ya unachotakiwa kukipata. My take to you, please consider the explanation from your lecturer. Zile handout zikusaidie tu kwa 40%, 60% ni ufahamu wako, ni your attention. Uongozi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar ZU umewataka wanafunzi kujitahidi kufanya usaili mapema ili kuepuka changamoto zinazoweza kujitokeza baadaye, ikiwemo kutozwa faini na hata kukosa fursa ya kufanya mitihani yao. Tumesema registration ni ndani ya wiki 2. Kwa hiyo ikizidi ndani ya wiki 2 utawekewa penalty ya 50,000. Sawa? Kwa hiyo kama ulitakiwa ulipe 350,000 utalipa 400,000 baada ya wiki 2 kwa sababu tayari itakuwa 50,000 ishaongezeka. Sasa kuna mwanafunzi mwingine anaweza akasema kwani ikiongezeka 50,000 si nitalipa tu? Yes, utalipa 50,000. Kama ulikuwa unalipa 350,000 utalipa 400,000. Lakini hii registration ina muda wake. Ina muda wake ambao imewekwa. Ukiwa hujafanya registration ndani ya muda wako, system itakublock. Na changamoto zake ambazo utazipata, system ikijilock, maana inawezekana hutaweza kufanya mtihani kwa sababu ya vitu tofauti kama kutokupata exam ticket na vitu vingine. Aidha, uongozi huo umesisitiza umuhimu wa wanafunzi kuingia mara kwa mara katika akaunti zao za chuo kwa kuwa ndiko kunakopatikana taarifa na huduma zote muhimu zinazohusiana na masuala ya kitaaluma na kiutawala ndani ya ZU. Katika masuala ya kuingia kwenye system, kuna mtu anaweza akaingia kwenye system, anakuja pale anakuambia mimi nishaingia academic system lakini siwezi kulogin. Hawezi kulogin kwa sababu akiambiwa ingiza username na password, anaingiza application number ambayo alipata kule admission. Unachotakiwa ili uweze kuingia kwenye system, uingize registration number ambayo ile imeanza 25 10 ngapi. Si tunaelewa? Na usiingize application number. Kwa utaingiza registration number pamoja na password. Kwa sote default password ni 1 mpaka 6, na maanisha 1 2 3 4 5 6. Naye Amer, mtumishi kutoka Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA ofisi ya Zanzibar, amehamasisha wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar kuhusu umuhimu wa kuwa na kitambulisho cha taifa. Ameeleza kuwa kitambulisho hicho ni nyaraka muhimu ya utambulisho wa raia na ametoa vigezo vya msingi kwa wanafunzi ambao bado hawajapata. Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa ofisi ya Zanzibar umekuja na zawadi yenu kwa ajili ya kuhamasisha kuandikisha vitambulisho vya taifa na Mtanzania. Nataka niulize swali, wangapi wana namba za NIDA hapa na vitambulisho vyao vya taifa? Nyoshe mkono. Wenye namba ya NIDA na vitambulisho vyao. Wenye namba ya NIDA peke yake anyoshe mkono. Ambao hawana wanyoshe mkono. Namba za NIDA ambao hawana. Basi tusikilizane basi. Ambao hawana, nimepata fursa hapa ya kuwepo ZU kwa siku zisipungua 5. Siku 5. Kuanzia Alhamis hadi tarehe 26. Kwa hiyo tutakuwepo hapa na tutakuwa na zoezi la kusajili namba za NIDA. Mtu ambaye hajaandikisha au mwenye changamoto juu ya namba ya NIDA hajapata, kwa siku hizo 5 atakuja kwa ajili ya kutatuliwa changamoto zake. Kwa hiyo mtu ambaye hajapata namba za NIDA anatakiwa aje na hivi vitu vifuatavyo: fotokopi ya cheti cha kuzaliwa,
fotokopi ya cheti cha form 4, vitambulisho vya taifa vya babake, kitambulisho cha Mzanzibari kama nacho, leseni ya dereva kama anayo, umeelewa? Kama hana basi, na vyeti vya kuzaliwa vya babake kama vipo. Kama hana basi atakuja na vitambulisho vya wazee vya NIDA. Umeelewa? Kwa hiyo jamani wanafunzi, fursa hiyo tuitumie. Kwa hivyo tunaanza hapa zoezi letu kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 26. Kwa upande mwingine, Bisada, afisa wa habari wa NIDA, ametilia mkazo umuhimu wa wanafunzi kuhakikisha wanapata kitambulisho hicho mapema. Amesema kuwa kitambulisho cha taifa ni msingi muhimu wa wanafunzi anayejiandaa kwa maisha ya baadaye, hususan katika masuala ya ajira, kwani rekodi za mhusika huhifadhiwa katika mfumo rasmi wa kitaifa database, jambo ambalo humweka katika nafasi nzuri zaidi. Nyie ni wanafunzi, kesho mnaenda kwenye ajira. Hiyo vitu tunaangalia kwenye database, tunakuweni na kuleta mambo mengi, kwa sababu watu wengi wanapata usajili wakiambia hiyo vitu anasema unakumbalia. Hiyo vitu ni muhimu kwako. Ile ni database ya taifa ambapo kwa wewe hata ukipoteza kitu chako au nakala ya mzazi wote unakuja pale ofisini na unaomba unapatiwa kwa kama tunavyopatia. Lakini pia kuna usajili wa online. Kwa hiyo atakuwa atakujaza fomu manual, anaweza kuingia kwenye email yetu www.nida.tz au online.nida.tz. Anaingia pale, anabuni semerada wanafunzi, ana create email yake mwenyewe, akisha create anafunguka fomu ya NIDA, anajaza mwenyewe kwenye simu yake au kwenye laptop, anaambatanisha cheti chake cha kuzaliwa, kitambulisho cha mzazi na cha kwake yeye kama ni passport au chochote. Alafu anaprint ile fomu, anaenda kwa shaa kabisa, akija hapa kwenye zoezi anakuwa anamaliza process tu, anapiga picha anamaliza. Umefahamu? Hiyo ni rahisi kwa sababu watu kufanya application kwenye online. Akifika tu anapiga picha, anachukua fingerprint, amemaliza. Kuli tena zile taarifa zote zinaingizwa kwenye kompyuta zinakuwa zimo kule. Ashaingizwa kila kitu. Kwa hiyo ni rahisi. Hafsa Ussi, ZUTV.